بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم tumesoma utangulizi wake, tukasoma maelezo ya wanazuoni kufuata hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam pale zinapotubainikia na kuachana na kauli zao zilizokwenda kinyume, na tukaanza kusoma baadhi ya hoja zinazoletwa na watu ambao wanalazimisha kufuata kauli za wanazuoni na kuachana na hadithi zikienda kinyume na kauli hizo hata kama zitawabainikia. Na leo tuko kwenye hoja ya 4 na ndio hoja ya mwisho. Thumma inna hunaka wahman sha'i'an, anasema Sheikh Al-Albani rahimahullah, kisha hakika kuna dhana iliyoenea inda baadhi al-muqallidin, mbele ya baadhi ya wenye kufuata madhehebu wakaacha dalili, yasudduhum an ittiba'i sunna, dhana ambayo inawazuia kufuata hadithi allati tabayyana lahum anna al-madhahiba ala khilafiha, hadithi ambazo zimewabainikia kwamba madhehebu yao yako tofauti na hadithi hizo. Wa huwa dhannuhum, nako ni kule kudhania kwao, anna ittiba'a sunna, kwamba kule kufuata sunna yastalzimu takhti'ata sahibil madhhabi, kunapelekea kumkosoa imamu mwenye madhehebu. Wa takhti'atu ma'naha indahum, na kumkosoa maana yake kwao wao, atanu fil imam, ni kumsema vibaya na kumponda yule imamu. Yani wewe ukifuata hadithi ukaacha kumfuata imamu wako ikiwa kakosea kwenye ile hadithi hajaipatia, maana yake yule imamu umemkosoa. Na maana ya kumkosoa imamu kwa wao ni kumtukana na kumkosea adabu. Walamma kana tanu fi fardi min afradi almuslimina la yajuz, na ilipokuwa kumkosea adabu, kumponda mtu binafsi katika waislamu tu haifai, fa kaifa fi imamin min a'immatihim, sasa itakuwaje kwa imamu miongoni mwa maimamu wa waislamu? Aljawab, jawabu la hoja hii ni kama ifuatavyo: anna hadha almaana batil, kwamba hii maana hii ni batili kabisa. Wasababuhu insirafun an at-tafaqquh fi sunna, na sababu ya dhana hii, dhana iliyoleta maana hii, ni watu kuondokana na kujifunza sunna. Wa illa, na kama si hivyo, fa kaifa yaqulu dhalika almuslimu almaana muslimun aqil, ni vipi maana hii anaweza kuisema muislamu mwenye akili timamu, kwamba eti wewe ukifuata hadithi ikawa imamu wako kwenye ile hadithi kakosea, hajasema fatwa iliyoendana na hadithi ile kwa sababu haijamdhihirikia, wewe ukifuata ile hadithi maana yake umemponda yule imamu wako na kumuona hana jambo. Kwa hiyo inabidi umfuate imamu wako, uachane na ile hadithi ili isije kama umemkosoa imamu wako. Maana hii ataisemaje muislamu mwenye akili? Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa alqa'il, ilhali Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye aliyesema, idha hakama alhakimu fajtahada fa asaba, atapohukumu hakimu akijitahidi na akapatia, falahu ajrani, basi anapata ujira mara 2. Wa idha hakama fajtahada fa akhtaa, na akihukumu akajitahidi akakosea, falahu ajrun wahid, anapata ujira mara 1. Fahadha alhadith yaruddu dhalika almaana, hii hadithi inakosoa ile maana yao ya batili.
wayubayinu biwuduhin la ghumudha fihi, na inabainisha kwa uwazi ambao hauna utata ndani yake, anna qawla alqaili akhta'a fulani, na inabainisha hadithi kwa uwazi kwamba usiona utata ndani yake, kwamba neno la mwenye kusema kwamba fulani kakosea, maanahu fi shar'i, tukisema fulani kakosea kwenye jambo fulani, maana yake kisheria, uthiba fulanun ajran wahida, fulani amepata thawabu, amelipwa mara moja. Ndio maana ya kusema fulani kakosea, yani kapata ujira mara moja. Fa idha kana maajuran fi ra'yi man khata'ahu, sasa ikiwa yule mtu anapata thawabu kwa rai ya yule aliyemkosoa, fa kaifa yutawahamu min takhti'atihi iyahu at-ta'nu fihi, ni vipi patadhaniwa kwenye kumkosoa kwamba eti umemsema vibaya, na maana yake basi umemkosea adabu. La shaka anna hadha at-tawahhuma amrun batilun, hapana shaka kabisa kwamba dhana hii ni jambo la batili kabisa. Yajibu ala kulli man qama bihi ayarji'an, ni wajibu kwa kila ambaye amesimama na dhana hii arejee na aachane na dhana hii. Wa illa, na kama si hivyo, fa huwa alladhi yat'anu fil muslimina, basi mtu mwenye dhana hii kwamba ukiacha kufuata maelezo ya imamu fulani katika maimamu wako ambayo yamekubainikia hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba iko kinyume na yale maelezo, maana yake yule imamu wako umemtia kasoro. Basi ukienda na msimamo huo, basi wewe utakuwa umewatia kasoro waislamu wote. Sasa walaita fi fardi adiyin minhum, bali sio kwa mwanaislamu wa kawaida tu mmoja kati yao, bali fi kibari aimmatihim, bali itakuwa kwa dhana yako hii na mwenendo wako huu utakuwa umewatia kasoro wale maimamu wakubwa wa Waislamu, kuanzia maswahaba na tabi'in na waliokuja baada yao katika maimamu wenye kujitahidi na wengineo. Kwa nini? Fa innana na'lamu yaqinan, kwani sisi tutambua kwa wazi, kwa yakini kabisa, anna haula'il ajilla, kwamba hawa mabwana wakubwa maimamu watukufu, kana yukhati'u ba'dhuhum ba'dha, walikuwa baadhi yao wakiwakosoa wengine. Imam Shafi akimkosoa Abu Hanifa, Malik akimkosoa fulani, Ahmad akimkosoa huyu, walikuwa wakikosoana. Wayaruddu ba'dhum ala ba'd, na baadhi yao wanawafanyia radi wengine, sio kwamba wanawafanyia na uadui. Radi ni sehemu katika dini. Kufanyia na radi, yani mwenzio kakosea ukamkosoa, ni sehemu katika dini. Na dini ya Uislamu bila msingi huo ingechezewa kama zilivyochezewa dini nyingine, na yangetiwa kwenye dini mambo ambayo hayapo. Kwa wale maimamu wetu walikuwa wakikosoana katika masala ya kifikihi, wao kwa wao walikuwa wakikosoana, na wakikosoa baadhi ya vikundi pia hata kwenye masala ya kiitikadi. Afayaqulu aqilun, hivi mtu mwenye akili timamu anaweza kusema inna ba'dahum kana yat'anu fi ba'd, kwamba eti baadhi ya wanachuoni walikuwa wakiwasema vibaya wanachuoni wengine? Bal laqad sahha, bali imethibiti kabisa, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallama khata'a Aba Bakrin, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alimkosoa Abu Bakri kwa sababu amekosea fi tawilihi liru'ya kana ra'aha rajulun, kwa sababu ya kuitafsiri Abu Bakri ndoto ambayo kuna mtu aliota. Faqala sallallahu alaihi wasallam lahu, Mtume akamwambia Abu Bakari, asabata ba'dhan wa akhta'ta ba'dhan, Abu Bakari, kwenye hii tafsiri ya hii ndoto umepatia baadhi na umekosea baadhi.
fahal ta'ana sallallahu alayhi wasallam fi Abi Bakr bihadhihi alkalima, je mtume amemsema vibaya Abu Bakari kwa neno hilo la kumwambia umekosea baadhi? Maana ya kwamba ukiambiwa umekosea maana yake umepata ujira mara moja, sio kwamba umekosewa adabu. Lakini baadhi ya Waislamu walipokuwa mbali na elimu wakaona kumkosoa mtu ni kumkosea adabu. Sivyo hivyo. Ukisema fulani kakosea maana yake kapata ujira mara moja, fulani kapatia maana yake kapata ujira mara mbili. Kwa msingi wa kukosoana Waislamu baina yao ni msingi madhubuti wa dini ya Kiislamu. Kupitia msingi huo dini inahifadhiwa. Kwa sababu ukimkosoa aliyekosea umemlinda yule ambaye amedhania kwamba lile kosa ni usawa asiingie kwenye upotevu. Anasema rahimahullah, wa min ajibi ta'thiri hadha alwahmi ala ashabi, na miongoni mwa maajabu ya athari ya dhana hii kwa watu wake, dhana ya kwamba ukifuata hadithi ukaacha msimamo wa imamu wako ambaye kakosea ni kana kwamba umemkosoa imamu, umemsema vibaya. Athari ya dhana hii mbaya annahu yasudduhum an ittiba'i sunnati almukhalifati limadhhabihim, kwamba dhana hii inawazuilia wasifuate hadithi zilizokwenda kinyume na madhehebu yao. Lianna tiba'ahum iyaha ma'nahu indahum, kwa sababu kufuata kwao hadithi zenye kwenda kinyume na madhehebu yao maana ya hilo kwao wao at-ta'nu fil imam, ni kumsema vibaya na kumkosoa imamu mwenye madhehebu hayo. Wa matiba'uhum iyaha, ama kumfuata kwao imamu huyo walau fi khilafi sunna, hata kama watakwenda kinyume na hadithi za mtume, famaanahu ihtiramuhu wa ta'dhimuhu, maana yao hapo eti wamemheshimu na wamemwadhimisha imamu wao huyo. Walidhalika, kwa ajili hiyo, fahum yasirruna ala taqlidihi firaran min at-ta'n al-mawhum, wao wanaendelea kumfuata imamu huyo bila dalili, hata kwa kukimbia kwamba tukiacha kumfuata kwenye hili tutakuwa tumemsema vibaya na tumemdharau. Wala qad nasiya haula, Sheikh Al-Albani asema, na kwa hakika wamesahau watu hao. Wala aqulu tanasau, wala sisemi wamejisahaulisha, annahum bisababi hadha alwahm, kwamba wao kwa sababu ya dhana hii waqa'u fima huwa sharrun mimma minhu farru, wameingia kwenye jambo ambayo ni baya kuliko lile walilolikimbia. Fa innahu law qala lahum qa'il, kwani kama atasema msemaji kuambia wao, idha kana tibau yadullu ala ihtirami almatbu'i, kama kufuata kunajulisha juu ya kumheshimu anayefuatwa, wa mukhalafatahu tadullu ala ta'ni fihi, na kwenda kinyume na yule na kwenda kinyume na mtu kunajulisha juu ya kumsema vibaya na kumdharau mtu huyo. Fakaifa ajaztum li anfusikum mukhalafata sunnati nabii sallallahu alayhi wasallam, sasa mumejiwezeshaje kwenye nafsi zenu kwenda kinyume na hadithi za mtume zilizo wazi, watarka ittiba'iha ala ittiba'i imami almadhhabi fi khilafi sunna, na mkaacha kuzifuata hadithi za mtume mkamfuata imamu wa madhehebu kwenye kwenda kinyume na hadithi. Wa huwa ghairu maasumi, hali ya kuwa imamu wenu hajakingwa na kukosea. Wa ta'nu fihi laisa kufran, na kumsema vibaya imamu wenu sio ukafiri. Fala in kana indakum mukhalafatu al-imami tu'tabaru ta'nan fihi, ikiwa kwenda kinyume na imamu kwenu nyinyi kunazingatiwa kumsema vibaya na kumtukana, fa mukhalafatu rasuli sallallahu alayhi wasallam adharu fi kauniha ta'nan fihi, basi kwenda kinyume na mtume na hizi hadithi mlizoenda nazo kinyume kuko wazi zaidi kwamba mmemsema vibaya na mmemtukana mtume. Bal dhalika huwa al-kufru bi'aini, na huo ndio ukafiri wenyewe. Sasa wal billah, law qala lahum dhalika qa'il, kama msemaji atawaambia hivyo kwamba nyinyi bwana mmeacha kufuata hadithi,
Hoja yenu kwamba sasa kwani imamu wetu haijui? Tukifuata hii hadithi tukaacha maneno ya imamu wetu, maana yake tutakuwa tumemtukana imamu wetu kwamba hajui. Maana yake sasa wakaacha kufuata hadithi wakamfuata imamu kwenye lile kosa. Je, maana yake watakuwa kwa kuacha kwao kufuata hadithi ya mtume wamemtukana mtume na kwamba hajui? Sasa imamu wao ndiye anayejua, na hiyo ni kufuru. Lam yastati'u alayhi jawaba, hawatoweza jibu lolote kumpa mtu huyo. Allahumma illa kalimatan wahida, isipokuwa neno moja tu. Qala ma sami'naha min ba'dhi, mara nyingi tumelisikia kwa baadhi yao. Wa hiya qawli, mnao ni kusema kwao. Wa hiya qawlu, mnao ni kusema kwao, inma tarakna sunnata thiqatan minna biimami almadhhabi, sisi bwana tumeacha kuifuata hiyo hadithi kwa sababu tunamwamini imamu wa madhehebu yetu. Wa annahu alam bisunnati minna, na kwamba yeye anajua zaidi sunna kuliko sisi, anajua zaidi hiyo hadithi kuliko sisi. Na ndio maana sisi tukaiacha. Tunajua kaijua, lakini bila shaka maana yake sio hivi mliofahamu nyinyi. Kwa hiyo sisi tumefuata ufahamu wake. Wa jawabuna ala hadhihi alkalima min wujuhin yatulu alkalamu alayhi fi hadhihi almuqaddima, jawabu letu kwenye hili neno lao ni kwa njia kadhaa ambazo mazungumzo yatakuwa marefu kwenye huu utangulizi. Walidhalika fa innani aktasiru ala wajhin wahidin minha, kwa ajili hiyo mimi ninafupisha kwa njia moja tu katika hizo njia. Wa huwa jawabun fasilun biidhnillah, nalo ni jawabu lenye upambanuzi kwa uwezo kwa idhni ya Allah. Faaqulu, ninasema laisa imamukum imamu madhhabikum faqat huwa a'lam minkum bisunna, hakuwa imamu wa madhehebu yenu kwamba ndiye anayejua tu sunna kuliko nyinyi. Bal hunaka asharat, bali pana makumi ya maimamu, bal miat, bali mamia ya maimamu, hum a'lam aidan minkum bisunna, wao wanajua zaidi hadithi za mtume kuliko nyinyi pia. Fa idha ajaati sunnatu as-sahihatu ala khilafi madhhabikum, itakapokuja hadithi sahihi ikaenda kinyume na madhehebu yenu, wakana kad akhadha biha ahadun min ulaika al-a'imma, ikawa pana mmoja katika hao maimamu kaifanyia kazi, fa inna mukhalifakum sayaqulu lakum mu'aridan, yule mwenye kwenda kinyume na nyinyi, fal akhdhu biha, kuichukua hadithi hiyo, wal halatu hadhihi hatmun lazimun indakum, ni jambo la wajibu la lazima kwenu nyinyi. Lianna kalimatakumul madhkura la tattafiqu huna, kwa kuwa hilo neno lenu mlilolitaja haliwafikiani na mahala hapa. Fa inna mukhalifakum sayaqulu lakum mu'aridan, kwani mwenye kwenda kinyume na nyinyi atakuambieni kwa kukupingeni nyinyi. Inma akhadna bihadhihi sunnati thiqatan minna bil imami alladhi akhadha biha, na sisi pia tumefuata hii sunna kwa kumwamini imamu ambaye kaifuata. Fattiba'uhu aula min ittiba'i al-imami alladhi khalafaha, kumfuata huyu imamu ambaye kaifuata hii sunna ni bora kuliko kumfuata yule aliyekwenda kinyume na hii sunna. Wa hadha bayyinun la yakhfa ala ahadin insha Allah ta'ala, na hili jambo liko wazi halifichikani kwa yeyote insha Allah. Walidhalika fa inni astati'u an aqul, kwa ajili hiyo mimi ninaweza kusema, inna kitabana hadha, hakika kitabu chetu hiki tutakachokisoma, lamma jamaa as-sunan ath-thabita anhu sallallahu alaihi wasallam, kwa kuwa kimekusanya hadithi zilizothibiti kwa mtume kwenye masala ya swala, fi sifat salati, katika namna alivyoswalisha mtume na kuswali, fala udhra li ahadin fi tarki al-amali biha, hapana udhuru kwa mtu yeyote yule katika waislamu wa kuacha kufanyia kazi yaliyomo kwenye kitabu hiki, hamna udhuru. Liannahu laisa fihi mattafaqa al-ulama wala tarki, kwa kuwa kwenye kitabu hiki tumeandika tu hadithi za mtume tu kwenye mambo ya swala, na hakuna hata hadithi moja katika zile zilizotajwa ambayo wanazuoni wameafikiana kwamba haifanyiwi kazi. Bal ma min mas'alatin waradat fi, bali hakuna suala ambalo tutaliandika humu illa waqad qala biha ta'ifatun minhum, isipokuwa kuna kundi la wanachuoni limesema masala hayo. Wa man lam yakul biha, na yule ambaye hakulisema swala hilo, fa huwa ma'dhurun wa majurun ajran wahida,
ni mwenye kupewa udhuru na kulipa ujira mara moja, yana lam yarid lahu ilahi nasu biha itlaqan, kwa kuwa yeye hajafikiwa na hiyo hadithi moja kwa moja, au warada walakin bi tariqin la taqumu indahu bihi alhujja, au imemfikia hadithi lakini kwake yeye haithibiti hoja kwa njia hiyo, au li ghairi dhalika min al-a'dhar al-ma'rufati lada al-ulama, au kwa udhuru wowote miongoni mwa udhuru ambazo zinajulikana mbele ya wanazuoni. Wa amma man thabata an-nasu indahu min ba'dihi, ama yule ambaye amethibitikiwa na hadithi baada ya imamu huyo, fala udhra lahu fi taqlidi, hapana udhuru wa yeye kumfuata imamu wake akaacha hadithi hizi, bali alwajibu ittiba'u an-nas al-ma'sum, bali wajibu ni kufuata dalili ambazo zimekingwa na makosa. Wadhālika huwa al-maqsud min hadhihi al-muqaddima, na haya ndiyo makusudio ya kuweka sisi huu utangulizi. Wallahu azza wa jalla yaqul, na Allah anasema, ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi walirrasul, enyi ambao mmeamini muitikieni Allah na mtume wake, idha da'akum lima yuhyikum, pale anapokuiteni katika yale ambayo mna ndani yake uhai wenu. Wa'lamu, natambueni, anna Allah yahulu baina almar'i wa qalbi, kwamba Allah anatenganisha baina ya mtu na moyo wake. Wa annahu ilayhi tuhsharun, na kwamba nyinyi kwa Allah mtakusanywa. Wallahu yaqulu alhaqqa wa huwa yahdi as-sabil, na Allah daima anasema haki na ndiye anayeongoza waja wake katika njia ya sawa. Wa huwa ni'mal maula wa ni'man nasir, na Allah ndiye mbora wa mwenye kusaidia na mbora wa mwenye kunusuru. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Na huo ndio mwisho wa utangulizi wa zile hoja ambazo zinaletwa na baadhi ya watu wenye kuacha kufuata hadithi za mtume wakafuata maneno ya maimamu yaliyokwenda kinyume na hadithi za mtume, na majibu yake ni kama tulivyosikia. Yaliyobakia insha Allah ni kuingia sasa kwenye makusudio ya kitabu, ambayo ni namna ya swala aliposwalisha mtume na kufundisha swala kivitendo kwa mujibu wa hadithi sahihi za mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo yote yatakayofuatia sasa itakuwa tusoma tu hadithi za swala, kwamba Rasulullah kwenye hili suala akasema kadha, Rasulullah kwenye hili kafanya kadha, hivyo mpaka mwisho wa kitabu biidhnillah tabarak wa taala. Na kwa kutolea uzindushi ni kwamba namna ya kuswali mwanaume ndio ile namna ya kuswali mwanamke. Mtume ni mmoja, mtume ni huyu, ni mmoja tu aliyefundisha swala, na akasema sallu kama raaitumuni usalli, swalini kama mliponiona nikiswali. Hapapo na mtume wa wanawake aliyefundisha swala maalumu kwa wanawake, kwamba wao akiswali sijui akisujudu ajikusanye, akirukuu sijui afanye kadha. Mtume ni mmoja na ndiye aliyesema swalini kama mliponiona nikiswali. Hajawaambia wanawake swalini kama Aisha, wala hajamwambia Aisha wewe swali kihivi. Na ndio maana Rasulullah siku moja aliswalisha akiwa juu ya mimbar. Alipomaliza akawaambia watu, inna ma sanatu hadha lita'tammu bi, hakika mimi nimefanya hivi ili muniige mimi, walitaallamu salati, na ili munitizame muweze kujifunza namna ninavyoswali. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wa